Yo, mambo vipi? Ni matumaini yangu uko poa kabisa. Leo tunapiga sehemu ya 36, 37, 38 na 39. Leo tumepiga vipande vinne kwa sababu tunamalizia season 3. Video zinazofuata tutapiga sehemu 3 kama kawaida. Yaani itakayofuata ni sehemu ya 40, 41 na 42. Bila kupoteza muda twende sehemu ya 36. Sehemu ya 36 ilikuwa inaitwa Queen of Hearts. Inaanza kwa kutuonyesha Guinevere akiwa anaapishwa kuwa malkia wa Camelot. Kumbe yote hii ilikuwa ni ndoto ya Morgana. Alikuwa akiota. Haraka anakimbia kwa Morgause na kumwelezea ndoto ile, kwani ilikuwa ni mbaya sana kwake. Na Morgause anamwambia kwamba huenda aliyoyaona sio ndoto ya kawaida, bali ni maono ya vitu ambavyo vitakuja kutokea baadaye. Hivyo kadri yawezavyo anapaswa kuyazuia maono yale. Bwana, ndipo Morgana akaanza vitimbwi. Lengo lake ni kuhakikisha ndoto ile haitimii, ikiwezekana kumwangamiza kabisa Guinevere. Leo Morgana ameenda kumpiga swaga Arthur pamoja na Guinevere, akiwashauri kwamba wao ni vizuri wakatoka kwenda picnic ya kimapenzi pamoja kwa sababu wamekuwa wakipendana kwa muda mrefu. Na haraka Arthur kwa kumsikiliza Morgana anaamua kufanya hivyo. Yeye pamoja na Guinevere wanatoka kwenda picnic ya kimapenzi nje ya Camelot. Wakati Arthur na Guinevere wametoka, Morgana anaenda kumuomba mfalme wakatembee nje ya Camelot. Lengo lake ni mfalme awafumanie Arthur pamoja na Guinevere, sababu kiuhalisia mfalme Uther hawezi kukubaliana na hali ya Arthur kumpenda kijakazi, yani Guinevere. Plani ya Morgana inafanya kazi. Wakati Arthur anapata kizi pamoja na Guinevere, mfalme naye anatokea hapo hapo. Anaamuru Guinevere akamatwe na atenganishwe pamoja na Arthur. Guinevere anafukuzwa kabisa Camelot. Arthur kuona hivyo anamwambia Morgana kwamba kama Guinevere akiondoka basi na yeye ataachana kabisa na ufalme, na yeye pamoja na Guinevere ataondoka, lakini ipo siku atarudi na kuchukua ufalme wake. Morgana kusikia hivyo akaona plani yake bado haijafanya kazi kama alivyotarajia. Anaamua kumchomea kabisa Guinevere kwa mfalme kwa kuweka uchawi kwenye chumba cha Arthur, na kisha anaenda kumwambia mfalme kuwa Guinevere amemloga Arthur. Mfalme akaamuru chumba cha Arthur kisachiwe, na kweli wanakisachi na wanakuta uchawi kwenye chumba cha Arthur. Hivyo Guinevere sasa ana kesi kubwa ndani ya eneo la Camelot, na mfalme anaamuru Guinevere siku inayofuata aangamizwe, yani achomwe moto. Maamuzi hayo ya mfalme yalimuumiza sana Arthur, lakini Morgana kimoyomoyo anafurahia sana. Merlin na Garius wanaumiza kichwa ni namna gani watamsaidia Guinevere, kwa sababu wao ndio wanaojua uhalisia na wanajua kwamba huenda Morgana ndiye aliyechomea. Ndipo Merlin alipopata plani ya kutumia uchawi na kujigeuza kuwa kikongwe, yani mzee wa miaka 80, na yeye ndiye ajifanye kwamba yeye ndiye aliyeweka uchawi kwenye chumba cha Arthur. Baada ya kujigeuza anaenda chumbani kwa Arthur na uchawi, na Arthur anamkuta kisha anakimbia, lakini anajidakisha makusudi ili adakwe na Arthur, na anapelekwa mbele ya mfalme na anakiri kwamba yeye ndiye aliyeweka uchawi kwenye chumba cha Arthur na sio Guinevere, na yeye pia ndiye aliyemloga Guinevere kumpenda Arthur na Arthur kumpenda Guinevere. Guinevere anaachiwa uhuru na Merlin anapigwa lock up tayari kwa kuchoma moto siku inayofuata. Merlin akiwa anajaribu kujibadilisha kurudi kwenye hali yake ya kawaida inashindikana. Garius anatumia usiku mzima kujaribu kutengeneza dawa ya kumrudisha Merlin kwenye hali yake ya kawaida, lakini anafanikiwa kupata dawa asubuhi na inakuwa amechelewa sana, kwani Merlin sasa anatolewa kwa ajili ya kupelekwa kwenye eneo lake la kuchoma moto. Akiwa karibia kwenye eneo lake la hukumu anaparamiana na Garius, na Garius anampa dawa ile ya kujibadilisha kwenye hali yake ya kawaida, na akiwa anapelekwa tena mbele anatumia uchawi kuwasha moto eneo lile ili aweze kuchoropoka. Sasa akiwa anamtafuta mzee yule anakutana na Merlin njiani ikiwa amekwisha kurudi kwenye hali yake ya kawaida, hivyo hajui ni wapi mzee yule alipoelekea. Leo Morgana anaongea na Gwen kinafiki sana, ila Gwen tayari ameshamshtukia Morgana kwamba sio mtu mzuri. Vera akiwa anatoka na kukutana na Arthur na wanaongea kwa upendo sana, na Arthur anaahidi hatawahi kumwacha Guinevere. Wakiwa wanataka kukiss wanasikia mtu anakuja, hivyo wanaachana. Mimi narizai wa Garius na naongea na Garius, na huo ndo unakuwa mwisho wa sehemu ya 36. Kama hujasubscribe hakikisha unafanya hivyo ili usipitwe na movie kali na recaps nyingi ambazo zinakuja kila mapema ya wiki, na kila siku tunatoa recaps za single movie. Hivyo endelea kuwa karibu na channel yako ya Marside. Sehemu 37 ilikuwa inaitwa The Sorcery Shadow, yani kimvuli cha uchawi. Kuna kijana mdogo anaenda Camelot kwenye mapambano makubwa yanayoenda kutokea hivi karibuni. Njiani anavamiwa na wengine wanaoenda kwenye mapambano kama yale. Anamdharau sana na anaondoka na upanga wake kibabe. Baadaye tunamuona dogo akiwa anaingia Camelot na anaenda kwenye eneo la kuchukulia silaha. Tena na Merlin, na dogo anajitambulisha kwamba anaitwa Gil. Wakati wanapeana mkono, Merlin anaona pete aliyokuwa amevaa Gil na anagundua kwamba pete ile sio ya kawaida. Siku ya pambano imefika. Tunamuona Arthur, Uther na yule Nyemera aliyemtishia Gil pamoja na Gil wote wapo kwenye mashindano haya. Pambano la kwanza la Gil anafanikiwa kushinda na alikuwa anapigana na jitu likubwa sana, lakini kwa kutumia nguvu za kichawi anafanikiwa kulidhibiti jitu lile. Watu wote uwanjani wanashangaa sana, lakini Merlin na Garius wanaona yote na wanagundua kwamba dogo huyu anatumia uchawi. Dogo yule alikuwa amejeruhiwa, lakini kwa kutumia
uchawi, anafanikiwa kujitibu. Wakati anamaliza kujitibu, walinzi wanatokea na wanaanza kumkimbiza. Dogo amefanikiwa kuwatoroka, lakini kwa bahati mbaya amedondosha pete yake. Baada ya ripoti kumfikia Uther anachunguza sana, lakini Garius anamtoa wasiwasi kwamba hamna mtu aliyotumia uchawi na mambo yale ambayo walinzi waliyaona sio ya kichawi. Garius aliona pete ambayo Gil alidondosha na akaiokota na kumpatia Merlin. Garius anamwambia Merlin ni vizuri akaenda kuongea na Gil na kumwambia kwamba ni hatari yeye kutumia uchawi eneo lile. Merlin anafanya hivyo, anaenda kuongea na Gil, lakini mwanzo Gil anakataa kwamba hajatumia uchawi. Ndipo Merlin anamuonyesha pete ile na anampatia, ila anamwambia ni hatari kama ataendelea kutumia, ila Gil anamwambia pete ile amepewa na baba yake na hataacha kuitumia. Siku inayofuata leo anapigana Arthur na mfalme, na Gil anapaswa kupigana na yule Nyemera baada ya wote kushinda mapambano yao ya nyuma. So leo ilikuwa ni kama nusu finali. Mfalme Uther anafanikiwa kushinda baada ya kumdhibiti mwanae yani Arthur, lakini Arthur alifanya yote haya kwa makusudi, kwa kumwachia mfalme ashinde ili heshima yake iweze kubaki pale pale. Dogo kule naye anashinda baada ya kutumia uchawi na anamwangamiza kabisa Nyemera yule. Hivyo Gil anafuzu finali. Merlin anaenda kuonana na Gil tena na anamwambia kwamba waliahidiana kwamba hatatumia uchawi, lakini Gil anamwambia kwamba hawezi kuacha na ataendelea kupigana. Ndipo Merlin naye alipomwonyesha kwamba na yeye ni mchawi, lakini haimaanishi kwamba anapaswa kutumia uchawi wake kwa njia mbaya, lakini anaweza kutumia uchawi wake kwa njia nzuri kama anavyofanya yeye Merlin. Lakini dogo anakataa kata, anasema ataenda kwenye pambano na ikiwezekana anaweza kumwangamiza kabisa mfalme Uther. Merlin anaenda kuomba msaada kwa Dragon. Dragon anamshauri Merlin kuwa asiruhusu dogo kwenda kupigana na Uther, kwa sababu kama akipigana na Uther na akamshinda, Arthur atachukulia uchawi kama dhana mbaya sana ndani ya Camelot, na yeye pia ataamua kupiga marufuku kabisa uchawi kutumika Camelot. Hivyo hapaswi kuruhusu dogo kwenda kumuua Uther. Siku imewadia, Gil na mfalme anapigana. Gil anafanikiwa kupata nafasi ya kumwangamiza mfalme, lakini Merlin anaingilia kati na kutumia uchawi wake kumsaidia Uther, ndipo Uther anashinda. Gil alimlaumu sana Merlin kwa sababu alijua kabisa Merlin ndiye aliyepelekea yeye kushinda pambano lile, lakini Merlin aliongea naye kwa urefu sana na kumuelewesha kila kitu dogo, na mwisho dogo alimuelewa Merlin na akaondoka Camelot. Garius leo amemwandalia Merlin msosi mzuri sana kwa kumpongeza kwa maamuzi aliyoyafanya na jinsi alipombadilisha dogo kuwa mtu mzuri tena, na huo ndo ukawa mwisho wa sehemu 37. Sehemu 38 ilikuwa inaitwa The Coming of Arthur na ina pati mbili. Bwana, hii ni sehemu moja nzito sana. Pati hizi mbili zinazofuata, yani sehemu 38 na 39, ni za moto kweli kweli, kwani mapinduzi makubwa yalienda kutokea Camelot. Ujumbe unaletwa kwa mfalme kuwa kuna wanajeshi wake wa Camelot akiwemo Sir Leon kuwa wameuliwa na Sendred kwa kosa la kuingia kwenye ufalme wa Sendred bila dhamana ya Sendred. Baadaye tunaona kundi la druids wanamwokota Sir Leon na kumfufua kwa kumnywesha maji kwenye kikombe kinachoitwa The Cup of Life, na Sir Leon anaamka tena kuwa hai. Sir Leon anaenda mpaka Camelot na kumwelezea Uther kila kitu. Ndipo mfalme Uther anaamua kumtuma Arthur kwenda kutafuta kikombe hicho na kuhakikisha anakileta Camelot, kwa sababu ni hatari kama kikiendelea kubaki kwenye mikono ya druids na kama Sendred atakipata. Hivyo ni bora kikombe hicho kiwe Camelot kwenye sehemu salama. Wakati Arthur anatumwa na mfalme, Morgana anasikia plani nzima. Hivyo naye anafikisha habari kwa Morgause, na Morgause naye anaenda kumwambia Sendred kwamba wanapaswa kukitafuta kikombe kile na kukimiliki wao, kwani wakikimiliki kikombe kile basi itakuwa ni mwisho wa Camelot. Siku inayofuata Merlin na Arthur wanaanza safari, lakini wakiwa njiani wanatekwa na mtu anaitwa Jal na wanafungwa sehemu moja na Gawain ambaye naye alikuwa ametekwa na Jal. Lakini mwisho wanafanikiwa kutoroka kwa msaada wa uchawi wa Merlin, wakati Arthur na Gawain wakiwa wanajifanya wanapigana kumfurahisha Jal. Merlin anamweleza Gawain mpango wake na Gawain anaamua kujiunga nao. Wakiwa msituni, Arthur anamkamata mtoto mdogo wa druids na anaamuru apewe kikombe kile, lakini druids wale wanampa kikombe kile bila shida yoyote, na kisha anatumia lugha ya hisia kumkazia Merlin kwamba na yeye anapaswa kukitunza sana kikombe hicho. Ili wanatoka tu wanavamiwa na kikombe kinachukuliwa tena na watu wa Sendred. Sasa ni hatari kwa Camelot. Uther anashangaa kwa nini Arthur hajarejea mpaka hivi sasa, hivyo anatuma jeshi kubwa likamtafute, huku Camelot kumebaki jeshi dogo tu. Huku Morgause anamgeuka Sendred na kumwangamiza, kisha yeye ndio anakuwa mmiliki wa jeshi zima la Sendred, na baada ya hapo anatumia uchawi kuwajaza wanajeshi wa Sendred nguvu ambazo zitawafanya wao wasiangamie. Sir Leon anafikisha habari kwa Uther kwamba wakati wanamtafuta Arthur wamekutana na wanajeshi wa Sendred, lakini wamejaribu kupigana nao bila mafanikio yoyote, kwani wanajeshi wale hawafi. Baadaye usiku, Merlin, Arthur na Gawain wanaenda Camelot, lakini njiani wanakutana na wanajeshi wa Camelot wakiwa wameuliwa vibaya sana. Kwenye nyumba ya Gwen wanamkuta Elian, kaka yake na Guinevere, ambaye wanawaelezea kwamba wanajeshi wa Camelot wamepigana na jeshi kubwa sana bila mafanikio na jeshi hilo halifi.
na hiyo kupelekea ngome nzima ya Camelot kuwa chini ya Morgause. Arthur na Merlin wanaenda kwa Garius na wanamkuta Garius akiwa amejificha, lakini tunakumbuka kwamba Arthur alikuwa amejeruhiwa na alikuwa amekata tamaa kabisa baada ya kusikia kwamba Camelot imeangamizwa na baba yake yupo chini ya Morgause. Hii inamfanya ajisikie vibaya sana, lakini baadaye anaamka tena na kwenda kumtafuta baba yake. Ndipo alipomkuta baba yake amepigishwa magoti na Morgause. Na Morgause anamwambia kwamba yeye hana haki ya kuwa malkia wa Camelot, lakini yupo mtu ambaye atakuwa malkia wa Camelot na sio Arthur kuwa mfalme wa Camelot. Arthur na mfalme Uther aliyepigishwa magoti anashangaa ni nani ambaye ameamua kuigeuka Camelot. Ndipo Morgana anajitokeza na kukaa kwenye kiti cha ufalme wa Camelot na yeye ndiye anakuwa Queen of Camelot, na anaamuru mfalme wa Camelot yani Uther apelekwe gerezani na Arthur atafutwe. Na maneno yote ambayo Morgana aliyazungumza Arthur alikuwa anayasikia, na huo ndo unapelekea kuwa mwisho wa sehemu ya 38. Bwana, sehemu 39 inaanza kwa kutuonyesha Salion analetwa mbele ya Morgana, lakini anakataa kata kumtumikia Morgana, kwani yeye kiapo chake aliapa kwa mfalme Uther pamoja na Prince Arthur na sio kwa Morgana. Morgana anaamuru watu wengi wauliwe mpaka Knights of Camelot watakapokubali kuwa upande wake na kumsapoti yeye na sio Uther tena. Uther anashuhudia yote haya, inamuuma sana na anamwambia Morgana ni bora yeye afe kuliko kuona watu wake wakiwa wanaangamia, lakini Morgana anasema atamtesa sana kabla ya kumuua. Huku Arthur hayuko sawa kabisa na ana feel down, haoni kama na uwezekano wa kuichukua Camelot tena, amekata tamaa. Garius anamuelezea Merlin kuwa dawa pekee ni kukidondosha kikombe kile ambacho kinaitwa Cup of Life. Kama akifanikiwa kudondosha kikombe kile, basi wanajeshi wa Morgause hawatakuwa na nguvu tena ya kupigana na wanajeshi wa Camelot. Rudi kwa Camelot, Guinevere anakutana na Salion na anaahidi atamtorosha kwenye eneo lile ambalo alikuwa amefungwa, na anamuomba akamtafute Arthur, lakini Morgana anasikia plani yote hii na anataka kumwangamiza, lakini Morgause anamtuliza na kumwambia kwamba Salion atatumika kuonyesha wapi Arthur alipo, hivyo amwachie Salion pamoja na Guinevere watoke na yeye atakuwa akiwafuatilia. Kama tunakumbuka vizuri, sehemu 34 Merlin alipewa maji fulani na Fisher King, maji ambayo yana nguvu za kichawi. Anajaribu kuyanenea maneno ya kichawi usiku mzima, lakini haoni msaada wowote mpaka anasinzia, na kwa bahati mbaya maji yale yanadondoka na kichupa kile cha maji kinamwagika. Kisha anaona taswira ya Freya ndani ya maji yale yaliyomwagika, na inamwambia kwamba aende mpaka ziwa Avalon akachukua upanga wenye pumzi ya dragon, ambapo upanga huo ndo una nguvu pekee ya kukidondosha kikombe kile cha the Cup of Life, na akidondosha kikombe kile basi uchawi wa wanajeshi wale utawatoka. Merlin anamuita dragon na anaenda mpaka ziwa Avalon. Merlin anafika na anapewa upanga ule na Freya. Huku Salion anafanikiwa kutoroka, lakini Morgause anaona njia zote walizopita. Wakati wakina Merlin wanatoka kwenye pango walilokuwa wamejificha, wanakutana na Guinevere pamoja na Salion, lakini Morgause na jeshi lake linatokea pia. Wakiwa kwenye kashikashi zile, Arthur anakutana pia na Lancelot pamoja na Percival. Lancelot tunamfahamu vizuri sana, lakini Percival huyu ni mwanajeshi mpya, hatujawahi muona kabisa kwenye sehemu zilizopita. Wanaingia kwenye jengo la zamani la Camelot na Arthur anazungumza kwa hisia sana, na wote wanakubaliana kujiunga na Arthur na kuirudisha Camelot mikononi mwake. Mwisho Arthur anawaapisha wote kuwa Knights of Camelot, yani Percival pamoja na Lancelot pamoja na Gawain. Lancelot na Merlin wanapiga story wakiwa wamelala, na Merlin anamuelezea kuwa anapaswa kwenda kukidondosha kikombe kile kinachowazuia wanajeshi wa Morgause kufa. Plani inaandaliwa, Lancelot na Merlin wao wanapewa kitengo cha kwenda kuzuia mtu yoyote kugonga kengele ya kuamsha wanajeshi wa Morgause. Anga zinapigwa na Arthur anafanikiwa kumkomboa baba yake, yani mfalme Uther. Huku wa Lancelot na Merlin wanafanikiwa kuzuia kengele ile kupigwa, na moja kwa moja wanaenda kwa Morgause kwa lengo la kukidondosha kikombe kile. Morgause anatokea na anamdhibiti Merlin, ndipo Garius naye alipoingia na kumpiga kimbola Morgause na kumtupa mbali, na Merlin anamuongezea Morgause kingine mpaka Morgause anadondoka chini na kukata moto. Kisha Merlin anachukua upanga wake na kwenda kukidondosha kikombe kile, na jeshi la Morgause linasambaratika lote. Wakiwa pale, Morgana naye anatokea na analia sana kwa uchungu baada ya kumuona dada yake, yani Morgause yupo chini. Na wakati analia, dhoruba kubwa inatokea, anafanikiwa kutoroka Camelot pamoja na dada yake. Mwisho tunamuona Guinevere akija Camelot akiwa amezingira na Knights of Camelot. Arthur anampokea na kumpa kisi zito. Na sehemu 39 inaishia kwa kutuonyesha Merlin akirudisha upanga ule kwa kuchomeka kwenye jiwe, na hiyo inamaanisha hakuna anayeweza kuuchomoa upanga ule isipokuwa yeye mwenyewe. Na huo ndo unakuwa mwisho wa video ya leo, yani sehemu 39 inatamatisha video ya leo. Video inayofuata ni sehemu ya 40, 41 na 42. Endelea kuwa karibu na channel yako pendwa kabisa ya Marlside. Mpaka wakati mwingine, bye bye.